Mbona hayai? Afadhali nimekukuta mwenyekiti. Ndio. Nilikuwa naomba unisaidie, mume wangu ana siku ya 4 hajaonekana nyumbani. Mume wako kapotea? Ndio, hajaonekana nyumbani, naomba nisaidie. Hebu tulia kwanza relax. Alafu ndo aanze kuniambia. Ilikuwa kuaje mpaka yeye siku 4 hajarudi nyumbani? Na sababu nini kilichofanya mpaka siku 4 hajarudi nyumbani? Mume wangu alinianga anaenda kazini kwenda kutafuta, lakini hajarudi mpaka leo. Sasa mimi jambo lako nimelipokea na nitakusaidia. Hujapata taarifa yoyote ile kuhusu yeye mpaka leo? Hujapata taarifa yoyote ile? Sielewi. Kwanza nimetoka kuuliza huko hata sijamuona. Mimi kama mwenyekiti wenu za madamu nitalipambania swala lako. Nitakaa na viongozi wenzangu, tutajadili, tutakupa mrejesho. Sawa mama? Usilie kwanza, tulia mama, tulia. Hapana. Mwenyekiti msaada. Relax kwanza mamangu. Kwa sababu jambo hilo sio jambo jepesi, jambo zito sana hilo. Kupotelewa na mumewe. Sasa mimi nikuahidi kitu kimoja, mama, sawa? Akiwa amekufa au akiwa hai, mume wako utampata. Sawa? Usiseme amekufa, please. Usiseme amekufa. Basi mama. Namuomba akiwa hai mume wangu. Basi tutampata mamangu, sawa? Usilie sasa, usilie. Sawa? Tutampata tu, sawa? Sawa. Nitaacha shughuli zangu zote za kimsingi kwa ajili ya jambo hili. Utapata tu taarifa, sawa? Sawa. Sasa usilie, sawa? Naomba nisaidie. Nitakusaidia wala usiwe na wasiwasi, sawa? Nitakusaidia, sawa? Sawa. Nitakusaidia. Sasa sikia niwaelekeze wanao. Wakati natoka home nikakutana na niliu na mke wa Mzeza. Amejaribu kuniulizia kwamba nimemwona Mzeza. Unarusha nini? Mke wa Mzeza au shemeji yako Amina? Lakini mimi nilimjibu broken. Wenge au vipi, mbona sikuelewi? Wewe. Ilikuwaje umesema? Nikakutana na mke wa Mzeza bwana wakati anakuja huku maskani. Umeona? Akaanza kumsomea kodi huko kwamba umemwona Mzeza. Lakini mimi nikasema sijamuona. Sema kaza mdogo wangu, kama umejamba kwenye mma unasema tujue tunafanyeje. Kwa sababu unapokuja kukitibua dakika mwisho nakuja kwa mizozo, mimi nakuwa sielewi. Unakuta tu kama hivi mazingira yanaingia tote mmenasi. Mimi sijalopoka chochote wala sijajamba kwenye maji. Inakuja kuwa sio mdogo. Kwanza kisikizo mwenyewe uko wapi? Mimi sijaonana naye toka asubuhi. Sasa umeona michosho kama hii hapo, hiyo inakuwa sio mwanangu. Kama mtoto kanasa kwa sisi tunajuaje? Hapo inatembea pacha. Yaani mmechelewa kabisa maskani kutokea. Huyo mwezio ndo hajatokea kabisa. Wewe ndo unafika sasa hivi. Na ndo kama hivyo umesema huyo bi mkubwa anaanza kuuliza sijui huyo uko hivi na hivi na hivi. Angalia mdogo wetu asije akakustukia afu bila kutuambia. Tuje tunachezaje? Afu kama unapomjua yule bosi hela tushachukua na tushazichekeche. Yaani kuna muda mwingine wanangu mpaka nikikutana na yule bi mkubwa ni kipesha fulani kinakuja. Acha utoe mtu wa kiume jikaze hii. Kwa sababu kuna lile kubwa mwanangu. Mdogo wangu sikia. Ndugu zenu kwa nini sijui tumefanya na issue kama hizo. Unakuwa kama Fatuma naye rafiki yangu. Ndio maana hizi issue hatujashirikisha watu wa kike. Tupo wenyewe wanaume. Yaani tumejikaza wenyewe wanaume. Ndugu wangu vipi? Huyu umeanza leo ni? Sema balini wanangu, mimi nilikuwa nimetulia tunaelekea hivi chini huko mwanangu. Au si? Unaishi naifuatilia. Wewe unageuka. Balini. Sema mageuka fusi mazingira watu. Salimia mama hapo kabisa. Kaza. Au vipi? Bado uchizi mwanangu. Kwa heshima hapo. Ndugu zenu angalieni. Mwekea sana sasa maana likilipukia miguuni wewe watu kuepo ndio humo. Kapteni unapochukuliwa tu ushahidi na mimi sitaki. Wanangapa ameni, yani mdogo wangu ukifundo na kisikizo ni kama tupo na Zuchu na Hadi Jacob.
Ndugu wana kijiji, kwanza nitoe salamu zangu za dhati kwenu. Cha kwanza nawashukuru sana kwa wito wangu kwenu. Kikao hiki cha ghafla na kikao hiki nimeitisha cha ghafla kwa sababu tumepotelewa na mwenzetu, mwana kijiji mwenzetu, kwa jina anafahamika ni Mzeza. Mzeza? Mzeza huyu? Ndio. Mama. Mzeza amepotea takribani, leo ni siku ya 4 hakuweza kurudi nyumbani. Wewe mwenyekiti, wewe wacha masiara yako wewe. Unazungumza la ukweli mwenyekiti? Ya. Kitu ninachokisema ni cha kweli kwa sababu ni taarifa hizi nimepokea kwa mke wake. Nafikiri kwa sababu yeye mwenyewe yupo atatupa mwongozo zaidi ilikuwa kuwa vipi mpaka mume wake akapotea. Kwa hiyo mimi nimewafahamisheni tu kwa ufupi, ila movie nzima atatuelezea yeye mwenyewe. Tunakusikiliza. Ndio, mume wangu ametoka nyumbani leo, ana siku ya 4 hajarudi kabisa nyumbani. Nilikuwa naomba mnisaidie kutafuta. Pole sana, pole. Samani mheshimiwa mwenyekiti, nitaka nimuulize mama kwanza kuhusu mmewe. Mama, mme wako unasema kapotea leo na siku ya 4. Wewe kabla ya kwenda kwa mwenyekiti ulichukua uamuzi gani? Nilimtafuta huko kwa ndugu zake na huko sehemu nyingine kwa marafiki zake, sijampata. Sasa mimi narudi kwako mwenyekiti. Hapa iko hivi. Huyo kazi kwa sababu zishapita day 4 days. Unajua japokuwa tumesoma ila sio hivyo. Inabidi hiyo kazi uache ngazi za juu. Wewe achana nayo. Wewe nakuhusu nini kwa ni mtu kama kapotea? Kijana ishi hapo. Mimi mwenye serikali. Samani mheshimiwa mwenyekiti. Ndio. Mimi nilikuwa na ombi moja bwana mwenyekiti. Kama huyu mama mume wake amepotea. Mimi nilikuwa namuomba basi mwenyekiti nikakaa naye nyumbani nimlisi mimi huyo masuala mume wake achana nayo hayo. Hivi una akili timamu kweli? Mimi nampenda huyu nayo kutoka kwenye moyo wangu mwenyewe, sina na madimpo yake. Mimi ninavyomuona muzako bwana mwenyekiti. Hebu kwa serious basi nawe. Madagara za kuleta. Wewe na mama amechangamka huyu, mimi nishinda kuzuia hisia zangu na mwenyekiti. Huyu anazingua huyu. Mtu kaja kulalamika swala zima la kupotea kwa mume wake. Unaleta habari za mapenzi? Kijana, vipi mbona tunazalilishana? Basi samani mheshimiwa mwenyekiti la. Ndugu mwenyekiti, jambo la kwanza tutambue sisi ni binadamu. Alafu cha pili, tutambue kwamba kila binadamu anapumua na anaishi. Na binadamu mwenyekiti wote tuweze kuwa sawa. Unajua sisi wote mwenyekiti kwenye safari ya mamba kuna makenge, kuna mijusi, mabuluguja wote wamo. Kwa mwenyekiti nafikiri wewe unawatambua vizuri wananchi wako. Na unawajua vizuri wananchi wako. Sawa sawa. Mimi langu moja tu mwenyekiti. Swala la kupotea hapa kijijini, sababu na mambo mwenyekiti alikuwepo zamani sana. Nafikiri labda wengine walikuwa hawajui hapa. Alipoteaga bwana Rashid Dipa, kila mtu anajua kipindi hicho. Tulimtafuta na tulimkuta polini. Pia akaja akapotea mwingine. Sawa bwana, ndugu yangu bwana Kulwa Game. Naye tulimtafuta, tukamkuta amekufa kwenye park kabisa kwenye msitu huko. Usinitaje Kulwa Game. Sawa ndugu yangu. Sasa leo hii watu wanasema kwamba eti masuala ya kumtafuta mtu tuwaachie ngazi ya juu, ngazi hipi? Mwenyekiti, naomba wewe na sisi wananchi hapa shupavu wenye moyo kumsaidia huyu mama, tutoke tuelekee mapolini tukatafute mwili wa huyu Mzeza kama toka amekufa. Naam. Pia mama mwenyewe kama Mzeza atakuwa na ndugu huko, basi sisi tumuombe mama aendelee kufanya jitihada na sisi pia tumsaidie kutafuta. Mimi na mwenyekiti hilo tutakuwa zuri. Mimi nashirikiana na wewe bwana Nyota. Ushirikiano wenu ili kusudi kumtafuta bwana Mzeza. Kwa hiyo mimi nafikiri kila mmoja tutoke, mwenye panga, mwenye shoka, mwenye ndugu wa kwenda kuuliza sehemu mbalimbali ili kusudi tuende tukamtafute mwenzetu, kijana mwenzetu mchapakazi. Kwa hiyo mimi nafikiri Samahani mwenyekiti, naleta kwani mara moja. haina shida. Na wewe nenda. Kwa hiyo mimi nafikiri jamani tutawanyike ili kusudi kwenda kumtafuta mwenzetu. Makofi kwake.
Mke wangu, Abe mume wangu. kwenye pitapita zangu kuna taarifa mpya nimeipata. Taarifa gani? Taarifa kidogo ya kusisimua, kwa sababu kuna mtu amepotea. Huyo mtu nani alipotea? Kuna bwana mmoja anaitwa Mzeza ambaye ni mwanakijiji mwenzetu hapa hapa, na amepotea kwenye mazingira ambayo watu hayaelewi. Leo yapita kwenye siku ya 3 au ya 4. Mume wangu. Mimi nina wasiwasi sana na hili jambo. Wasiwasi wa nini sasa? Nina wasiwasi na mtoto wetu. Wasiwasi wa nini sasa kwa mtoto wetu? Asije kama mtoto wetu ndo kafanya hilo tukio. Sasa mtoto wetu sisi yuko nyumbani, anafanyaje tukio? Muda mwingine anapotea ndani, yani kwenye mazingira kutatanisha, yani unatoka nje ukiingia ndani hayupo. Wewe. Mume wangu. Alafu kingine mume wangu, siku hizi humjali mwanao. Yaani humjali kabisa mtoto wako. Humnuli damu. Humfanyi chochote. Wewe unategemea nini? Si lazima atoke ende mtaani huko akatafute chakula ale. Angalia sana mume wangu, kuwa makini. Asije kama mwanao ndo kafanya hilo tukio. Mke wangu, wewe si ndio mlinzi hapa nyumbani? Hivi kwani mimi si natafuta hela? Mimi natafuta pesa. Wewe upike huli na mtoto. Sasa inafika kipindi mpaka mtoto wako anatoka, wewe upo tu unamwangalia. Yaani sasa kazi yako nini hapa nyumbani? Shida sio kumwangalia. Shida humnunulii chakula chake. Unajua kabisa mwanao anakunywa damu tu. Uendi kumnunulia damu wala nini? Hebu nyamaza wewe mwanamke. Ama sana damu yote wewe ndio unataka haya. Afu mimi nishakwambia. Huo mpango wako wa damu mimi sitaki kabisa sasa hivi. Tena usinishirikishe. Na nishakwambia kama mtu wako anahisi wewe anataka damu, toa damu yako, mpe mtoto wako. Na kama sasa umeanza kumwisi mtoto wako, tunapoelekea huko siku, tutapotea sisi wenyewe huko ndani huko. Kwa hiyo ukisi mwanao anataka damu, toa damu yako, mpe anywe. Taka kabisa hiyo mwanzo na mwisho. Nafikiri umenielewa. Mbizi. Mimi nimekuja mara moja hapa. Lakini kikubwa nimekuja kukupa pole kwa msiba uliotokea. Kusema kweli msiba umetugusa sana. Na sio wewe peke yako, hata mimi umenigusa sana. Kwa sababu alifariki kijana mwenzetu ambaye tuseme kama jirani yetu. Kwa hiyo hilo nikupe pole sana. Asante. Na pia naona upo kwenye huzuni sana. Na ukiangalia imechukua muda toka mume wako afariki. Ila bado unaonekana huko sawa. Sasa kwa hali hii naona haiko vizuri kijamii, kwa sababu watu wanapopita labda wamekaa hapa kibarazani, afu wanapita na kukuta kwenye hali hii. Yaani unajenga picha ambayo sio nzuri kijamii. Kwa hiyo ningekuomba hebu jaribu kujirudisha kwenye hali yako ya kawaida. Sio, umenielewa? Kwa sababu swala la msiba kweli ni swala gumu sana inapomkuta mtu. Lakini pia ni swala ambalo tutakuwa tulipokea kwa sababu lipo kwa watu wote. Na maana leo ni mume wako kafariki, unaweza kushangaa kesho akafariki mtu mwingine. Kwa hiyo ni swala ambalo sisi binadamu kwanza tulipokee kwa hali ile ambayo tunastahili kupokea. Tusipokee kwa hali ya huzuni sana kiasi cha kwamba ikapelekea hata watu wengine sasa wakatuchukulia kwenye hali yani tukaupa huzuni kijiji, kwa sababu unapokuwa na huzuni hivi kila mtu akipita na kuona umejinamia hapa, kila mtu akipita hivi na yani kila mtu unamjenga kisaikolojia, unamjenga tofauti. Kuna cha kuomba Nyambizi, jitahidi sana kuwa sawa sawa. Nimekaa nyumbani pale nikafikiria nije nikuone nikufariji, ila kwa kuwa nimekukuta kwenye hali hii, japokuwa na huzuni, lakini pia kuna lingine limenileta. Ningeomba nisikilize Nyambizi, na nyingine hilo sio geni sana, ni juu ya jibu langu. Kama ninavyojua Nyambizi, nilikwambia mimi nakupenda sana. Naomba usinielewe vibaya. Hivi baba wewe ni mchawi?
Hivi una matatizo gani? Wewe unaonekana ndio ulomuua mume wangu, si ndio? Sikutaki na sikupendi. Nyambizi. Nyambizi. Unifuata mimi kwanza madamu wewe.